jamani. Yaani wewe umekaa kule na mshamba mwenzio kwa mimi nakufuatilia mpaka barabarani kweli? Yaani acha mimi nikae getini kweli? Jamani, alafu wezi amini wewe umenivuta pale alafu wale mashimeji zako kwa vile unawasalimia siku nyingine. Wacha nao kwanza. Funguo kwa umepata? Ufunguo nao. Lakini sasa unaona yule jamaa ndo alikuwa nao yule ufunguo. Ameokota kule barabarani, akawa amenipa pale anaelezea, wewe umekuja unanivuta. Alafu shemeji zako unaniaibisha mke wangu hivi wewe ndio umenioa. Na kuaibisha. Sasa hapa naona kuaibisha zaidi kabisa hapa nilipo kuaibisha. Sioni mfuko wa maembe yako. Oho. Aya. Wewe nifanyie huu. Nimesahau. Umesahau? Sasa kati ya mimi na wewe ambaye msaulifu ni nani? Si ni wewe hapa. Kwani maembe toka saa ngapi na kuagiza toka asubuhi? Lakini wewe umekosea hapa umenivuta. Alafu ulikuwa unataka nini kuchukulia maembe wewe ndio umenivuta pale umenitoa umenileta paka huko. Mwanangu, usinipotezee muda sawa Yaani naomba usinichoshe kabisa akili. Yaani wewe mwanaume wewe, nimeshakuchoka kabisa na mambo yako. Maana wewe unanitesa. Nakutesa tena? Maembe tu yanashindwa kuleta kweli? Sikia mimi naenda kukuletea, lakini mimi unabidi upike kwanza. Nikuta hapo unapika. Sawa? Pole mme wangu pole. Bila usili maharage. Yaani bora uniletee mahindi. Mahindi. Sasa mahindi. Mahindi? Mungu wa dunia na mambo. Mahindi. Mama mwenyewe mahindi nayasikia. Naona kune movie tu. Nipo fungu. Aya. Sasa sikia. Wewe pika. Ila mimi mahindi hayo uongo. Mimi nakuleta zako hayo maembe yako basi. Utaka usitake, mahindi utaleta. Sili maharage. Simba. Bwana. Vipi? Shwari. Naona umepoa. Nipo fresh mzee wa Madani. Unaharibu hapo ndugu yangu. Mzee wa Madani. Wako wanadaiwa vibaya mno. Adaiwa wapi wewe? Mke wangu mimi bwana. Shingapi kwanza maembe? 100. Hapo sio bolibo, mke wangu anataka maembe bolibo. Anataka nini? Maembe bolibo. Molingo. Bolibo. Sasa nataka nikwambie. Hiyo embe tu. Mke wako akikula vizuri. Anazaa nini? Rais. Acha. Ili nikwambie. Atazaa rais ila mtoto atakana nini? Vita. Cha kwanza atafana na mimi. Cha pili atafana na wewe. Cha tatu mwingine atafana na mama. Sasa unajua ndugu yangu ulianza vizuri. Vizuri sana. Unajua ulipokuwa hata mambo ya mtoto akizaliwa kuja kuwa rais, nikaona sasa hapo umenyooka. Yaani hapa mambo yako vizuri? Sasa ulipoenda kuharibu ni huko mbele ukaambia kufanana na wewe. Siwezi. Kwa sababu ukiangalia maembe mke wangu kanaingiza 10. Sawa. Ila nataka nikwambie kitu kimoja. Kwa nini atafanya na mimi? Mimi ndio nimekuzia nini? Maembe. Hakuna. Mzee wa Madeni. Oya. Sikia. Mimi nataka maembe 10. Nikasema hapa nimeongezea mke wangu hata 6 16. Azaa hata rais na wabunge. Si unaelewa? Sasa lakini unaposema hivyo, sasa nikuulize. Wewe ni rais? Mimi mkulima. Wewe unataka mtoto wako kae rais na wewe sio rais? Kawaida tu mbona. Sasa sikia. Sio mbali sana. Nipe maembe 10. Shika. Yaani wewe. Hivyo mwanaume unaelewi. Yaani wewe mpaka unafundishwa kina Funzo kweli. Wewe babangu, mamangu, au? Wewe nani? Ayeni kama nani? Ndio kanioa babangu wewe. Wewe kama nani unaniuliza maneno? Nifunze. Haibu. Sasa hizi. Halafu weka kwa wewe. Kaka. Yaani bora. Vipi? Safi dada kwema. Safi, nimefika hapa nikakusalimia kwa kimya. Ndio. Unawaza nini kwa mfano? Ana dadangu, yani hapa niko sawa tu. Unajua tunaomba mechi zetu hizi usiku ni kwanza kama na usingizi hivi. Acha uongo.
Yaani kwa muonekano ulivyokuwa unaonekana, ukufumba macho wala cha nini, ilikuwa inaashiria kabisa una mawazo. Hamna, yani kiufupi tu kwamba pole wakwambia. Mambo ya mpira hivi mechi za usiku. Hapa yani kama nimesinzia, nimefumba macho. Au nisaidia. Iko sawa tu dadangu, hata sijali. Si unajua tena. Lakini kaa ukikumbuka, mficha uchi hazai. Dada. Sio nisemaje ndugu yangu, lakini wewe kama dada yangu. Unajua tumeishi vizuri mimi na wewe na tunaendelea kuishi vizuri mpaka leo. Sina kitu kibaya ambacho nimeshakufanyia mimi au kitu kibaya umenifanyia mimi. Tuishi vizuri, unanisaidia ninapokwama, nikufuata. Mimi kama kifedha, nimekoma hata kimawazo, pia unanishauri vizuri. Lakini hili hapa hapo mpaka limenikalisha hapa. Mimi nyumbani ni hapo tu. Lakini mpaka sasa hivi weza mimi hata cha mchana sijala. Nawaza nikienda kwa mke wangu hapo itakuwaje? Kwani mmegombana na mkeo? Bwana tungegombana. Ila kulikuwa nao yafanya sasa hivi. Mpaka sasa hivi hapo mtaani sina mshikaji, sina rafiki, sina jirani, sina nini. Especially labda ni wetu ambao ndio ulikuwa haupo hivi mmoja hivi karibuni labda usiyajue haya. Lakini mwanamke wangu amekuwa ni mtu ambaye anipatanisha na kila mtu. Kwa sababu tu ikiwa ni mimba yake. Yaani mimba yake alionayo ninamfanya anakuwa mtu ni mkorofi. Hataki nione mimi nikitoka pale nyumbani. Yaani hataki nifanye chochote mimi kama mtu wa kiume na kama unavyoelewa. Unajua nini kakaangu? Kila mwanamke akibeba mimba. Mimba ndio inapenda kitu inachukia kitu. Wenda kama kweli mimba yake imekupenda. Hauna namna. Sasa kwa hii hapa. Bwana Sebo hata ingilichukia kwa kweli. Kwa sababu anavyosema si umenipenda sio nini? Sio upendo ule. Yaani hata yeye tangu niko naye hajapata hata hiyo mimba. Alikuwa hana upendo na mimi sasa hivi anaona. Ule sio upendo, ni gugu. Kama unavyojua bwana ndugu yetu yeye hanaga kazi maalum hapa mjini. Kwa hiyo akaniambia hiyo siku nitampitia asubuhi ili jioni anaporudi na yeye aweze kurudi na chochote kitu. Nikamwambia basi sawa, asubuhi kulipokucha kweli mimi nikaenda bwana. Nafika pale nakutana na yule mke wake. Bwana kilichonikuta pale. Yaani mpaka mimi mwenyewe nikajuta nilifuata nini. Yaani mimi lengo langu lilikuwa ni kwenda kutoa msaada lakini kilichonikuta pale. Yaani nikaona kama ni kielele sasa. Kitu gani kwanza? Mimi nimemwagiwa maji. Na nilikuwa sina mpango wa kuoga siku hiyo. Kama unavyojua ndugu yako mimi kuoga asubuhi mimi ni mvivu. Sasa nimefika pale maana namwagiwa maji, afu bora yangenimwagia hata maji masafi ndugu yangu bana ningekaa juani akauke niendelee na safari zangu. Mimi maji yenyewe michafu ile. Kwa hiyo ikabidi nirudi nyumbani tena nioge. Kazini kwenyewe sikwenda kwa sababu muda ulikuwa ushaniacha tayari. Sasa nikashindwa kuelewa. Na muda huo wote jamaa yupo ndani tukatulia na anasikia kabisa ni sauti yangu namuita. Sam atoki nje. Nikwambie kitu kakaangu. Kwani shagawahi kumdadisi mke wako anapenda nini, hapendi nini? Hapana, kwa hiyo kwa dada sijawahi. Yaani hata sasa hivi sijui hata tangu anapenda nini au labda kitu gani anapenda kutumia. Labda kwa sasa hivi ukisema hata niembe na Pemba kwa sababu ni mjamzito kwa binafsi yake. Ni chochote. Basi leo ufanye hivi. Ukirudi nyumbani, kamdadisi mke wako. Sisi wanawake, wanaume akija kwa kukubembeleza kwa mfano, mke wangu, kitu gani ambacho napendelea nikufanyie? Ataingia tu mkenga ataanza kukuelezea na mimba yake inavyokupenda. Yaani ataingia tu mkenga ataanza kuambia mume wangu, mimi napenda kitu hiki na hiki. Basi utapanga siku. Utamtoa out. Utaenda kumfanyia kitu ambacho anakipenda. Na hapo moyo wako utakuwa umesuzika. Ukiona fly imemuingia kabisa sasa, uanze sasa kumwambia na kumwelewesha. Ili usiingie kabisa eti kwa ukali unaanza kumwambia mke wangu, unachonifanyia hiki sio sawa. Yaani unaingia kwa ustaarabu. Kwa mke wangu, sasa hivi unapendelea kitu kama hiki.
Mimi nikikaa nyumbani utakipata wapi? Ndio. Niache mke wangu nikatafutie. Na kile kitendo kakiona, sio kwamba hajakiona, amekiona vizuri. Mpaka sasa nikawa nashindwa kuelewa huyu jamaa wangu amerogwa au ndo staili yake ya maisha baada ya kuoa. Yaani kiufupi nimeshindwa kumuelewa. Na kwa sababu wa kuonesha ushirikiano siku ile, sikuweza kumuuliza. Naenda kwenye point. Halafu Ndio nimeamua yani nije nikuulize wewe, labda wewe naonaga mna karibu, labda unaweza ukawa unafahamu chochote kuhusu yeye. Kwa sababu nisije nikawa namlaumu mtu kumbe mtu ndo staili yake ya maisha alipoamua kuishi, au mwenzetu kasharogwa tayari, kashageuzwa akili sio yake. Hebu wewe niambie, wewe nahisi unafahamu kitu. Cha kwanza yule jamaa kama namjua kabisa. Yule jamaa kifupi anataka kuanza mke wake ashike mimba. Anataka kukaa chizi hivi. Kama unanisikia vizuri, chizi. Huyo mke wake mara juzi amemtuma maembe, si molingo. Cha kwanza unajua maembe molingo. Nilete tule, vingine vitaendelea. Kama kukaa, basi siku za weekend nipo. Ndio. Nitakuwa nashinda hapa kama sina kazi. Nitakuwa stoki mke wangu. Hilo nakuahidi. Yaani hivyo utaingia kwenye njia zake ili umridhishe. Najua ni jambo tu la muda. Siku akijifungua hiyo hali itamtoka na itakuwa kama zamani. Na usije ukaona eti watu mtaani humu wanapendana. Usione hizi nyumba zina siri kubwa sana. Kuna watu wakitoka nje wanapendana, ila ndani maisha yangijangiza. Kwa hiyo tafuta namna mweleweshe mke wako hivyo. Mimi naona hapa muda kama umeniacha. Ngoja niwahi nilikokuwa naenda. Tutaongea baadaye. Dada, ina shida, mimi nashukuru sana. Kwa hilo mmeongea mimi nitaifanyia kazi. Basi sawa. Na unajaribu kujichanganya kwa wenzio ili kupata mawazo tofauti. Sawa. Haya. Dada, asante. Haya, na wewe karibu sasa na mkeo. Haina shida, hii imeisha dada. Haya, tutakutana baadaye. Haya. Wanakulaga wajawazito wale. Maembe bolingo nayapata hapa. Hapa amekuishia, ila nayapata, wanakulaga wajawazito. Ila baada hapo madeni kama yote na mimi nilimfanyia makusudi. Akakuja na 1000. Hapa unajua namdai shilingi ngapi? 16. 16. 16. Ndio. Kwa genge. Na mimi nikafanya makusudi tu, nikamwambia unataka maembe ngapi? 10. Nikasema 10. Nikampa maembe, akatoa 1000, nikamkata. Nimebaki shilingi ngapi kwa 10? Nimebaki elfu ngapi? 15 na 100. Sasa yule jamaa kama rafiki yako sasa hivi inatakiwa msaidie maisha. Anzia mke wake anampeleka tu kama redio hivi. Mara fanya hivi. Mimi niliwakuta siku moja pale. Umeshawahi kuona wale ngumi wale? Balaa ndugu yangu. Karibu ndugu yangu, ndio hivyo. Usimseme mtu anaanza kufikia hapa. Kwa hiyo kiufupi na wewe uelewi sasa hapo chanzo ni nini mpaka inakuwa hivi. Mimba. Sasa nyinyi vijana wa sasa hivi unapenda kutoa tu vitu, shauri yenu. Utapata wanawake wengine wa kichaa, ndio maana jamani na yeye anaweza kupata kichaa. Sasa kama ni mimba, mbona wanawake wengine wanabeba mimba na wako hivyo? Baba, mimi nimekuja hapa. Ndio, kwa kitu kimenileta. Na kitu kinileta hapa. Sio kama nimekuja kudai mahali yangu. Sio kama nimekuja kukukopa pesa. Na sina kitu kingine. Hivi kwa nini unapenda ngomane? Hivi kwa nini unapenda ngomane? Hivi kwa nini